Naomba unieleweshe hicho kitabu, yani ni kitabu gani yani? Hicho kitabu kilivyo kwa yeyote atakayeweza kukimiliki hicho kitabu, hataweza kuikontrol dunia nzima. Na ndio atakuwa mtawala. Chochote utakachokuwa unakitaka, ukikiomba kitabu kinakupa. Wacha wewe. Ndio. Kwa hiyo una maana kwamba nikikipata hata mimi naweza nikawa tajiri na control ulimwengu? Chochote utakachokitaka, ukikiomba kwenye kile kitabu kinakupatia. Sasa kuanzia sasa hivi, sawa? We ni ndugu yangu wa damu. Na nitahakikisha hicho kitabu tunakipata. Kweli utanisaidia? Unafanya nini hapa? Shemeji. Shemeji? Karibu. Karibu, jisikie nyumbani. Karibu. Karibu. Ujisikie huko nyumbani. Mimi ndo ninapoishi hapa, sawa? Tutakuwa tunaishi wote, sawa? Karibu, kaa. Karibu, usiogope. Karibu. Jisikie huko nyumbani. Mimi naishi mwenyewe hapo. Usiogope, sawa? Hivi umesema unaitwa nani eti? Naitwa Kitasa. Kitasa. Karibu sana. Sawa. Hapo ndo tutakuwa tunaishi pamoja, sawa? Sawa, jisikie huru. Kitasa. Karibu, sawa? Asante. Usiogope. Sasa, samahani. Mimi nilikuwa naomba nikuulize maswali mawili matatu kwa sababu kule hatukupata muda wa kuweza kuongea. Sawa? Sawa, kuna shida. Sijapata kujua kwamba umetokea wapi. Ni vile tu nimejua jina lako kwamba unaitwa Kitasa. Unaweza ukanielezea kidogo umetokea wapi? Yaani dada, mimi nimetokea sayari ya mbali kabisa, tofauti na hii. Dunia ya mbali? Kwa sababu kule tulipokuwa tunaishi tulikuwa na ufalme. Watu walikuwa wanavaa ngozi. So kama huku nimekuta wadada kabisa wanavaa sijui nguo za ajabu, mimi hata sielewi. Alafu kule kwetu kule. Yaani sema tu mimi kule nilipata kitabu, nilikuwa na rafiki yangu mzuri sana. Yule rafiki yangu akawa amenigeuka, anataka kuniua kisa hicho kitabu. Hicho kitabu kilikuwa kina nguvu za ajabu. Yaani kwa mfano nikitaka wewe uwe tajiri, unakuwa tajiri hapo hapo. Ukitaka uwe kiongozi, hicho kitabu kilikuwa na huo uwezo. Basi bana akawa anataka kuniua. Yaani hicho kijiji kulikuwa na ukuta ambao mtu yoyote hawezi kuvuka. Lakini nilijikuta mimi nimevuka na nikatokea kwenye hii dunia yenu. Na hii dunia nimefika sielewi, naona vitu vya ajabu. Kule kwetu tu tulikuwa na tunyumba tu twa majani, lakini huku sielewi, sijui hapa tunaishi kama wapi. I say. Ufalme, dunia ya mbali. Na huko kwetu sasa kitu usichokijua ilikuwa ukikosea tu wanakuua. Pole sana Kitasa. Sema haina shida. Mimi nitaishi na wewe. Sasa hapa ngoja nikakuandalie maji uoge, ubadilishe nguo afu ule upumzike, sawa? Sawa. Subiri hapa. Mbona sielewi? Wewe ni shemeji yangu, mchumba wa Kitasa. Kitasa ndo nani? Kitasa kule kwenye ufalme. Namsikiliza kwanza. Ina maana nyie mnafahamiana? Huyu ni shemeji yangu, mchumba wa Kitasa. Hapana, simfahamu. Hata sura yake ngeni. Shangaa ipo katika mavazi haya, sielewi ni vipi. Kaka mgeni, msubiri kwanza dakika 2. Sikiliza je, nikwambie. Mimi kuhusu swala yule bwana kuniita mimi shemeji ni kwamba simfahamu. Na ni mara yangu ya kwanza kabisa namuona katika macho yangu. Kwa hiyo nakushangaa wewe kwa nini umeongozana naye yule. Na tangu lini ukaanza mambo ya kishirikina bila kunishirikisha mimi kama mkeo? Unatembea na waganga na uniambii mimi? Hayo ni maisha gani tunaishi mume wangu katika ndoa hii? Taratibu. Laiti ungejua ibati imeangukia kwetu, usingesema hivyo. Sawa? Mke wangu, umeshawahi kusikia kuokota embe dodo chini ya mparachichi? Ndio hii sasa.
yule bwana ana nguvu za ajabu, sawa, na amekuja hapa duniani kuja kutafuta kitabu cha maajabu. Na hicho kitabu tukikipata tu tayari tumeshakuwa matajiri na tuta control ulimwengu wote, sawa. Kwa hiyo mkee akikuita shemeji, wewe kubali tu, sawa sawa. Yaani mimi nimeshakupa ruhusa, sawa. Haikuita shemeji, wewe kubali, ili tukipata hicho kitabu na hapa niko lazi kumwaga damu ya mtu ili mradi tule bwana atupatie hicho kitabu, na nitamsaidia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na wewe mke wangu, naomba tushirikiane kwenye hilo jambo. Sijui tunaelewana? Sawa mume wangu, nimekuelewa. Kwa mke wangu, kama nilivyokuambia, huyu bwana mkee akikuita shemeji, wewe kubali. Ikiwezekana hata akikuita mke wangu, mimi sina shida, ili mradi tu tukipata hicho kitabu. Sijui umenielewa mke wangu? Sawa mume wangu. Naomba usiniangushe. Sawa, mimi nimekuelewa. Kama ni swala la hela tu, mimi sina shida, nimekubali kila kitu. Mimi nakusupport kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ndio maana nakupenda mke wangu. Twende kwa mgeni wetu. Shemeji, mmerudi? Ndio shemeji, tumerudi shemeji yangu. Karibu sana. Shemeji, kumbe na ulifanikiwa kuja huku? Ndio shemeji, nilifanikiwa shemeji yangu. Ushakutana na Kitasa? Kitasa sijabahatika kukutana naye. Sijabahatika kabisa kukutana naye. Natumaini nitamuona. Kama nimeanza kuona wewe, natarajia kumuona Kitasa. Ndio shemeji yangu. Kaka mgeni? Naam. Mke wangu, naomba umwandalie nguo, avae, aoge, pia muandalie na chakula, sawa? Haina shida mume wangu. Jisikie upo nyumbani kaka mgeni, sawa? Sawa. Tutaongea zaidi. Sawa. Karibu sana shemeji. Ghafla katokea mkombozi wa kweli, hakujali sura wala vazi la mwili, akanisika mkono kwa upendo mkuu, akanitoa chini na kunivusha juu. Utamaduni wangu kwake si kizuizi, ananisaidia kwa moyo wa utulivu na haki. Sasa nina amani katikati ya mji, mkombozi amekuwa nuru yangu na tumaini. Usije kurudia tena kushika pale, sawa? Sawa. Utakuja kuharibu. Sasa nimekuletea nguo hii, inabidi ubadilishe hiyo, afu vae hii. Wangu. Wewe hapana, inabidi ukaoge kwanza. Vipi bro? Mbona unaonekana una mawazo sana, upo sawa? Sio mawazo kaka. Shida yule demu mwanangu, yani sina naye muda mrefu hapo unakuta kwenye michoro na jamaa ajabu. Si mganga, si muelewi. Yaani nguo zake sizielewi yani kinoma. Bro, una uhakika kweli? Yaani na uhakika mwanangu. Unaona wanaingia ndani? Mpaka ndani imefuatilia issue nzima. Sasa huko hapa tunafanya twende tukamdunde huko. Twende.
Wewe. Jamani, uvae hivi. Sasa hivi ndio umevaaje jamani? Yaani hii suruali ya kuvaa chini umevaa kichwani. Hii unatakiwa uvae juu, uvae hivi. Mungu wangu. Aise. Hii umegeuza hii. Hii unatakiwa uvae chini. Hii unavaa chini, hii uvae huku. Jamani. Hii unavaa chini, sawa? Hii unavaa huku, unavaa chini. Hii. Alafu hii unavaa juu, sawa? Hii juu. Hivi, pitisha huku. Jamani, kweli hii dunia nyingine. Subiri sasa. Hii unavaa hivi, unapitisha mikono huku. Hivi. Haya, unaona ulivyopendeza? Nguo tunavaa hivi, sio vile ulivyokuwa umevaa. Hivi funga hivi. Hapa unavaa hivi, sawa? Hapa unafunga hivi. Sio ulivyokuwa umevaa vile bwana. Nani? Wewe. Mbona nimekuona dakika 2 tu hapo umepita na mdada. Sasa hizi nakuona tena hapa. Mkazi, umechanganyikiwa? Tangu lini mimi nikatembea na mdada? Hapana bwana, ni wewe kabisa, nimekuona pale umepita na mdada. Sasa hizi nakuona hapa, sasa hizi unaniambia eti tena sio wewe. Ni wewe mwenyewe bwana. Hizo bangi unazovuta wewe zimekuharibu. Tangu lini mimi unione mimi natembea na mwanamke? Hapa unavyoniona nimetokea nyumbani, naelekea kwa Samueli jamaa yangu tukapige miseli. Saa ngapi mimi unione na mwanamke? Hapana bwana, ni wewe kabisa mwenyewe, nimekuona huko na mwanamke pale saizi. Sasa hivi uko hapo. Wewe ni jini? Wewe ni nani? Mkazi, mimi nimetokea nyumbani. Niko naenda kwa jamaa yangu Samueli. Wewe utakuwa umechanganyikiwa. Mimi ndo natokea nyumbani. Sijachanganyikiwa, niko sahihi kabisa kila kitu mimi wao. Sasa tuseme hichi kijiji chote, yani hapatikani wa kufanana na mimi kweli? Hapana bwana John, ni wewe mwenyewe kabisa, nimekuona na mwanamke pale. Kwamba unijui mimi au nijui? Utakuwa umechanganyikiwa. Wewe umeniona wapi? Hapa ukiongea na chizi na wewe unakuwa chizi. Huyu vipi huyu? Una uhakika lile bomu litamuua Mazimu? Na uhakika kabisa. Kwa pale tulikoweka ni sehemu sahihi, si ndio? Ni sehemu sahihi 100%. Tusikilizie, atapita sasa hivi hapa. Hakika hii ndio njia yao. Wewe vipi? Pale kuna hatari na wametutegea mtego. Endapo ukipita unaweza ukafa wewe au mimi. Wewe nje mimi naifahamu wanapita kila siku. Sikia, pale kuna hatari, kuna watu wabaya wanataka kutuua. Twende bwana, wewe nje mimi naifahamu. Tena umeiona wapi? Naomba unisikilize. Mimi nimeshaona pale kuna hatari. Sio mimi au wewe unaweza kupoteza maisha. Nilikwambia. Kitase, kwani kifika pale kwenye huo mstari na simu nimejigonga afu naanguka chini? Ila wewe unapita na mimi napita. Tunakuwa hewani. Anamaanisha kwamba nyoa wawili ndio mtafanikiwa kupita kwenye uzio. Kwako